dengo Nyari Nyokago Esia dengo nyagi wili dengo Nyari Nyokago Aeso nyajogogo Esia dengo Nyari Nyokago Esia dengo nyagi wili dengo Nyari Nyokago Aeso nyajogogo Esia dengo Nyari Nyokago Esia dengo nyajo Kenya dengo Nyari Nyokago Aeso nyajogogo Obama wero Woi mangongo Obama wero wuod jo Kenya wero Woi mangongo tuon wietio Obama wero Woi mangongo Obama wero wuod jo Kenya wero Woi mangongo tuon wietio Obama wero Woi mangongo Obama wero wuod Alego wero Woi mangongo tuon jakogelo Obama wero Woi mangongo Obama wero wuod jo Kenya wero Woi mangongo tuon jakogelo. This is special dedication to Mr. President Barack Obama. Twende kazi. Nitume song Lady Esther, nitume song Lady Esther, niimbe Barack Obama wetu, niimbe Barack Obama wetu, anayo sifa tele tele, anayo sifa tele tele, ulimwengu mzima ni baraka, Waafrika wote wanamsifu, mwangaza kubwa tuliona, ni mimi Esther Nyakijombo, niwasimulie hadithi yake, niwasimulie hadithi yake. Mwaka wa 85 alikuja Chicago kanisani. Mwaka wa 88 akaenda Columbia University kwa masomo yake ya sheria. Wuod Alego Obama wetu, Wuod Alego Obama wetu, alibeba shahada kwa somo lake. Kijana mmoja mwerevu sana. Mwaka wa 85 alikuja Chicago kanisani. Mwaka wa 88 akaenda Columbia University kwa masomo yake ya sheria. Wuod Alego Obama wetu, alibeba Alego Obama wetu, alibeba shahada kwa somo lake. Baadaye akawa ni seneta, akakuja Kenya hapa kwao. Noyudo gweth ka Wuod Odinga, Mama Saro Kowe kutoka Amerika, akaanza mbio kwa kiti kubwa. November 4th akashinda, January 20th akaapishwa rais mpya wa 44. We need a change in America, tubadilishe dunia nzima. Baadaye akawa ni seneta, akakuja Kenya hapa kwao. Noyudo gweth ka Wuod Odinga, Mama Saro Kowe kutoka Amerika, akaanza mbio kwa kiti kubwa. November 4th akashinda, January 20th akaapishwa rais mpya wa 44. We need a change in America, tubadilishe dunia nzima.
and gentlemen, this evening I have an issue to discuss with you. In fact, it is a big problem. In fact, it is a bone to chew with you altogether. In fact, there are issues we ought to tackle with a lot of seriousness. That means we have to be development conscious. Yeah, development consciousness is very vital. We have to maintain peace at the same time. Be it that you come from Kenya, Uganda, or Tanzania, or Zimbabwe. Yeah, there are problems, a lot of problems in Zimbabwe and Africa as a whole. Yeah, go to Middle East and in the Asian continent, you hear people fighting in Gaza Strip, Israelites against Palestinians. Yeah. That's not good enough. God created man to have peace and to live long until you die. And if we keep on warring against one another, racism, tribalism, and nepotism is also included. We cannot revive our economy. Okay, revival of the economy, among others, are very vital and important issues. Here in Kenya, we are extraordinary proud, being that we are a small country, but we've produced an American president, Barack Hussein Obama, Nyokago, wuod Malik, wuod Gagwambo. Let's talk about contentious issues which are important and are happening daily. It's just the other day you gave pledges, you politicians. None of the pledges have been fulfilled. Yeah. Now you hear Triton Oil Company is a saga. Maize issue, another scandal. Yeah. A commission is yet to be set for maize inquiry. And I repeat, a commission is going to be set for the inquiry of the loss of maize. Another commission for Triton scandal will also be set, and that is taxpayers' money. Please change, or else we shall invite Obama to look into this matter. I say good evening. Thank you all. Be all Kenyans. Kwa mambo yaliyosemwa labda mwananchi wa kawaida, kama huwezi kusikia Kiswahili, tunataka kila Mkenya apate kupata ushupavu ama ujasiri kutoka kwa Senator Barack Obama. Nani alisema kwamba ukiwa rais ni mpaka ukambeni na pesa? Sasa imefika wakati wa mwisho. Mwenyezi Mungu alipoandika kwenye Biblia, aliandika kwamba waliokuwa wa mwisho watakuwa wa mbele, waliokuwa wa nyuma watarudi kuwa waliokuwa wa nyuma watarudi kuwa mbele. Sasa mmeona Barack Obama alikuwa nyuma sana Kenya, Kogelo, kwenye kijiji ambacho hata kiwezi kujulikana, lakini Mwenyezi Mungu alitumia njia zinaitwa weakness, akamtoa hapo Kenya kwa weuzi, akapita Hawaii, hadi sasa amefika yeye ni mkuu wa taifa la Marekani. Mbona Kenya hatuwezi tukafuata taratibu kama za Amerika? Ukitaka kukampeni mpaka tuseme tunaweza tukampeleka mtu bila hata pesa. Nani alisema mpaka tutumie asoya? Unanipa pesa ndio nikupigie kura. Asoya. Nani alisema ni mpaka tutumie magari kubwa? Nani alisema mbunge anakuja tu kusalimiana na mwananchi wakati wa shida, wakati anaomba kura? Lakini ukishampa kura apate waziri, msongelee, utafinywa mpaka utasikia. Sasa imefika wakati wa Kenya kupata akili kama ya Obama. Tunataka
tunataka kupeleka, kama ni ngumu, wanasiasa wanatusumbua, tupeleke hata wanamuziki na wanawatangazaji kama Radio Citizen. Tunaweza kupeleka hata mzee Macharia, anatosha kwa sababu amesaidia wanamuziki wa Kenya wote. Tunaweza kupeleka hata Guyo. Tunaweza hata kupeleka Fred Obaji Machoka. Katika muziki tunaweza hata kupeleka Kodio. Ama Chaliud Alego. Ama Chaliud Alego. Hata tunaweza peleka Ouma Jacobo. Sasa siasa zimebadilika. Tufuate siasa za Biblia. Hauwezi ukamaintain democracy kama haujui Biblia. Democracy imeundwa kutoka kwa Biblia. Na kama haujui Biblia, hautajua democracy. Obama mlimuona vizuri akianza, akitoka, akifuatilia mambo ya kanisa, akakwenda na kisha jana akaapishwa. Wakati aliapishwa alibeba Biblia. Hata wakati wa kuapishwa alikuja na mke wake. Ninyi wa Kenya, mbona viongozi hamtuonyesha hata wake zenu? Michelle Obama na watoto wao wawili, Sasha Obama na Malia Obama. Tunakushukuru sana Bwana Barack Obama, na tunasema Wakenya wote tufuate mtindo wa Barack Obama. Tusikue Wakenya wanaopenda hongo ndio tumpigie mtu kura. Tumpeleke mtu kulingana na utaratibu wa ukweli wa Biblia. Asanteni sana. Obama oye! Kama ingekuwa wewe ungefanya nini? Na tunaomba Wakenya wote tuache ukabila, tufanye kazi pamoja, tukae pamoja, usiangalie rangi wala ukabila. Ndio, hata Kisumu Wajaluo wamefanya jambo lizuri, wamemchagua Shabil Shakil kutoka India, wamemuinua, walifuata democracy, hawakufuata kwamba ni kabila. Ndio maana Obama amechaguliwa kule Amerika. Hata sisi tunataka mzungu atulini. Solomon Obama.